tu. Ngapi? Wewe ngapi? 55. Wow. Thank you. Hamna aliyepatia. Hamna aliyepatia. Almost 56. 55 angalau. Kwa hiyo mwili usikubali mwili ubadilike. Mwili utabadilika, ngozi itaharibika. Najua wanakusemaga kwamba wewe mama unapenda kupaka hiki, ni kwa sababu unaanza kwa ukipaka tena Vaseline haishiki, unapaka hiki haishiki, unapaka kile haishiki. Ngozi inabadilika. Vya nje hivi. Vya ndani. Kuna kitu kinaitwa hot flash. Yaani wewe umekaa sasa hivi, huu sijui ni msimu wa nini tunauita. Wenzako wote wanasikia joto, hali ya hewa mbaya, wewe unasikia baridi. Unasikia baridi, ofisini unaambia zima AC, zinafanya nini, yani kila wewe ufiti saa zote. Wakishazima wamekuheshimu, ghafla unaanza kusweat. Unatoka jasho jingi mpaka kuna mtu alikuja kuniambia daktari, mimi siendi tena kanisani kwa sababu I have to wear my makeup na hot flash ikija lazima nijipanguse kanisani. Hii shughuli kanisani haifai tena. Kwa hiyo sisali kwanza mpaka hii menopause yako itakapopita. Kwa hiyo there are a lot of disturbances. And hot flash inasumbua watu, brain fog inasumbua watu, sleep disturbance inasumbua watu. Kingine kikubwa na kibaya ambacho watu wengi huwa hawakirecognize mpaka kimkute ni weakness ya mifupa. With time, mifupa, estrogen inafanya kazi na calcium na vitamin D kufanya mifupa iwe migumu. Kwa hiyo ikiondoka, all the calcium goes. Mifupa inaanza kuwa milaini. Nadhani watu wengi tuna experience ya wabibi zetu, kidogo tu alikuwa anatembea akatripo kidogo akavunjika fima. Na tripo kidogo anavunjika nini? Hata sio tu wabibi. Siku hizi maana na sisi menopause zinawahi. Kidogo tu unashangaa mfupa umevunjika, mfupa mkubwa. Unashangaa umevunjikaje, mbona hata sikuanguka sana? Lakini estrogen inavyoondoka, inaondoka na metabolism ya calcium, inaondoka na metabolism ya vitamin D, mifupa inakuwa very weak. Ndio maana wenzetu wanaotambua wanakuambia ukishafika 40 kwenye pharmacy unaruhusiwa kuchukua whatever drug preparation iliyopo yenye calcium, zinc, magnesium, vitamin D. Wanakula wenzetu nje ya nchi ambao wanajitambua. Ni kitu ambacho na sisi tunatakiwa tu adopt. Otherwise ni kula vyakula ambavyo vina replace hizo supplements. Kingine ambacho kinakera watu ndo kile nilichoanza nacho. Hamu ya tendo la ndoa inaondoka kabisa, you become very dry. Yaani mtu akikusalimia mwanzo badala ya kusema salamu unaanza kumtukana, yaani kwamba anataka nini huyu? Sio wewe. Ni kama ambavyo ukiwa kijana unavunja ungo, ambavyo you don't find it a problem mwanaume akikutongoza, akikusemesha it's okay, unamsikiliza. Lakini ukifika menopause, utaki mtu aanze kuambia vitu vya ajabu ajabu. Yaani you are like, na ndio maana babu zetu nadhani walikuwa wanalala bibi huku, babu huku. Hataki usumbufu. Hiyo hormone ikishaondoka na hiyo kazi hiyo inaisha. Kwa hiyo sasa what should we do? There's a lot, siwezi kufundisha vyote hapa. Lakini ni ile tu kuwa aware kwamba mke wako anaweza kawa hivyo siku moja, binti yako anaweza kawa hivyo siku moja, mama yako, ndugu zako, wewe mwenyewe. Ukiona kitu kama mbona kama nimebadilika, kama nataka kuwa kama nimelogwa hivi, uanze kuifikiria. Perimenopause, menopause. Menopause ni ile kukaa mwaka mzima bila kupata period. Lakini perimenopause kwa wengine inachukua muda. Wengine kuanzia na miaka 35 mpaka 40 ana hiyo hali tu ya ovyo ovyo, iki akiendi, haelewi, ana sweat. Yaani yuko tu hivi, haeleweki na hata talaka inaweza ikamhusu hapo. Kwa siku hizi amekuwa hivi. Aliwahi kuja mgonjwa wangu, mume wa mgonjwa akaja akaniambia, "Twende kuongea na mke wangu." Nafika nini? Mke ananiambia, "Mimi nilishamruhusu. Tulipokuwa vijana alikuwa ananichepuka hapa, nimemwambia sasa ruksa aendelee tu kuchepuka. Na sasa hivi nikilala kitandani nikifanya mkono hivi na huu, sitaki kutana na mtu amenigusa. Na nimemruhusu kila kitu." Kwa hiyo sasa nikajua tu hii menopause, nikaanza kumfundisha. Kula hiki, fanya hivi. Akasema, "Daktari, sihitaji hivyo vitu. Mimi ninachohitaji anipe tu hewa. Aniache tu anipe nafasi." Hizo vitu nanaambia sio muhimu kama yeye kunipa space. Akinipa space, I know I'll be okay. Kwa hiyo unakuta ni kitu very serious. Watoto wanasikitika, mama hamtaki baba,
baba anasikitika, mama amekuaje, nyumba inakuwa chungu. Na sio nyumbani tu, hata kazini. Kuna mabosi kabisa wanawaleta masekretari wako, anakwambia doctor, she was very good, lakini sasa hivi naona hatuelewani huko ofisini and I cannot afford to lose her, kwa sababu anajua kazi yake vizuri. Kuna siku anakuja kazi anaifanya vizuri, kuna siku anakuja anakwambia ndio bosi, leo mimi siji kazini, sijalala, sijafanya nini, na kuna mkutano mkubwa wa kwenda Dodoma, naye anasema hawezi kwenda. Kwa hiyo yani it's a very big public problem ambayo usipokuwa aware unaweza kujikuta mambo yako yanaenda ndivyo sivyo. What to do? Cha kwanza ni awareness, kujua kwamba kuna shida ya hivyo na kujua kwamba you are not immune. Mtu yote anaweza akaipata. Usifurahie kwamba mama yako akupitia huko, kusema bwana mimi mama yangu akupitia huko, mimi labda kwetu hatuko hivyo. Kwanza lakini kushangaa kuna vitu unafanya kuna habari kwamba uko umeshabadilika. Na katika familia mnasema mtazaliwa 10, kila mtu huyu ana hiki, mwingine anacho, anamshangaa. Kwa nini mbona mimi? Ni kama ambavyo nadhani kwenye familia tunasema mtazaliwa 5. Huyu akavunja umri miaka 10, mwingine 15, mwingine 17 hivyo. Na menopause ni hivyo. Haiko familial related. Ukishaelewa kwamba kuna shida, unachotakiwa kufanya, kwa sababu hatufanani, ni vizuri uende kwa daktari wako akuassess. Kwa sababu sio kila mtu anakula kila kitu. Lakini kabla hujaenda kwa daktari, kuna vitu vingi sana virahisi vya kufanya nyumbani. Cha kwanza ni yoga. Nimefurahi sana hii ulivyoleta inani ya yoga. Ukitulia na hizi yoga exercises, sio lazima iwe ya kama walivyosema wenyewe ya kuruka ruka na kubilingika na kupanda juu ya mti mgumu, hapana. Hizi exercise ndogo za kichwa chako kujaribu kusettle vitu vilivyokanganyika huko ndani. The way you breathe nini? Yaani uchukua muda hata dakika 10 tu ukafanya hivyo vitu. Inasaidia sana kukurudisha kwenye mstari. Exercise watu tunafanya, lakini sasa kuna namna ya kufanya isiyo tena shida. Kuna mtu mmoja alipoingia menopause alikuwa anatembea kuanzia Tegeta mpaka Mwenge kwenda na kurudi. Sasa tumeambiwa tufanye exercise. Mume wake ananiambia anakonda, anakwisha. Anatembea mara 4 kwa wiki. Hii kweli ndio exercise ya nani ya menopause hii? Naambia hapana. This is a bit too much. Anatembea na anapotembea ni ile brisk walk, anatembea kushoto na yani anatumia energy yake yote. Mpaka amekonda, mpaka watoto wanalalamika, mama umekuwa kitu cha ajabu. Sasa umekuwa hivyo, skin imekwisha, umekonda, umekasirika, yani umeshono kama kichaa. Mtu akikuona hivi anaona sasa huu mzimu mtu. Menopause inaweza kukufanya. Kwa hiyo kuna mazoezi ya kiasi, chakula. Kitu kingine muhimu sana. Tunapofundishaga hivi tunakuwa careful, kwa sababu sisi watu wa mjini tuna selection kubwa ya vitu, lakini kule kijijini hakuna. Kwa hiyo in summary watu tunawaambia watu make sure kula tunda lililopo, kula mboga zilizopo. Chakula chako kiwe balanced na mboga nyingi na matunda mengi kuliko starch. Protein sio lazima ule kuku wa samaki au kuku aliyefanywa. Kuku tu wa kawaida umempika vizuri. Sio yani sio lazima kiwe complicated. As long as kiko balanced. Starch tupunguze. Maana starch nao ina mdororo mwingine wa kuleta fujo kwenye menopause. Baada ya chakula sasa mambo hayaendi kabisa, unaenda kwa daktari. Anakupima kama nisema ambao unaweza kupima level zako za vitu vingi, hormone zako ziko level gani? Sio tu unatoa kidonge mradi kidonge, na nani zingine zikoje, kina calcium wakoje, kina vitamin D wakoje. Maana hawa nao wakiwa hawapo unakuwa unaumwa vitu ambavyo havieleweki. Akishakupima sasa ndo atajua kwamba huyu natakiwa nimpe vitamin D dozi hii, calcium dozi hii, na hata supplements za estrogen dozi hii inamtosha. Sio kila mtu anapewa dozi sawa na mwenzake. Wengine wanene kama mimi, wengine wembamba kama Barbara. Kwa hiyo sasa kwa hiyo hatufanani. Kwa hiyo mimi labda ningeishia hapo, nikaribishe maswali baadaye kwamba what you should do. Kwa ufupi ni hivyo. Karibuni sana, asante. Baada ya kumsikiliza Dr. Matilda, hakikisha unafanya mazingatio katika vyakula vyako, la hasha basi jipatie supplement ili kuweza kufanya replacement ya hayo madini.